Mpendwa, ni siku ingine njema ambao tunakualika katika kipindi hiki ili tuone ni yapi Yesu Kristo ataweza kuongea kupitia mimi. Na ukaribisha sana, ukaribia karibu ili maneno haya ambao tunayosema yawe maneno yenye utakatifu kwako, na hata nami pia yazidi kunijenga. Kabla tujanena, naomba kwamba tuombe. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu mtakatifu, tutakuja mbele zako wakati huu. Naomba kwamba utubariki na ututunze tunapoendelesha maisha haya ya kuhubiri. Naomba kwamba nena pamoja nasi, hata wale ambao wanaotazama kipindi hiki. Naomba nao pia washughulikie katika mahitaji yao ya kila siku. Neema yako na ukweli wako uzidi kuwa pamoja nasi. Tuomba tukiamini katika jina takatifu Yesu Kristo. Amen, amen. Mpendwa msikilizaji ama mpendwa mtazamaji, leo hii mada yetu kuu inakuja kulingana na maswali mengi ambao nimekuwa nikiulizwa, ambao nimeamua kuiweka kama fundisho ama hotuba ili wengi wayafahamu. Katika ulimwengu mzima na maswala ambayo yanasumbua watu katika dunia hii ambayo tunayoishi. Iwe Kenya, iwe Amerika, iwe Sudan, kila mahali watu wanauliza maswali haya katika kila mahali ambapo wapo. Na haya maswali yamenisababisha ili nipate kiini ama tuzidi kuzungumza tuone ni vipi tutasaidiana. Hakika maswali haya ni karibu maswali 10 ambao yanasumbua watu katika dunia hii ambao tunayoishi. Ndio sababu swali hili ama mada yetu kuu inaongea kuhusu kwamba maswali ambayo yanasumbua watu wanahitaji maombi. Maswala ambayo yanasumbua watu, ama nasema kwamba the most prayer request in the world, the prayer request katika dunia mzima ambayo inasumbua watu. Haya ndio ambayo tunaomba kwamba tujifunze ya kwamba katika dunia hii tuna maswali mengi na tumejumuishwa pamoja ambao yana focus mostly ni maswala kama ya afya, maswala kama ya ulinzi, maswala kama ya courage, strength and courage, maswala kama ya protection, maswala kama ya forgiveness, peace, spiritual growth or spiritual warfare, family and friends, the world leadership na pia shukurani. Haya ni maswala 10 ambayo watu wanahitaji waombewe ama watu wanasema washughulikiwe katika njia moja ama njia nyingine. Ndio sababu Yesu Kristo kupitia mtumishi wake Isaiah chapter 40 verse 1 inasema hivi. Isaiah sehemu yake 40 fungu lake la kwanza mpaka la pili, na nitasoma. Inasema hivi: watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Fungu la pili: semeni na moyo wa Yerusalemu, kuambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maarufu kwa dhambi zake zote. Mungu wetu anaambia Isaiah, anakili katika Isaiah fungu la 40 1 mpaka 2 ya kwamba watu watulizwe. Amerudia mara 2, alafu ya 3 tena amerudia ya kwamba watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana. Dunia, Yesu Kristo Mungu wetu anajua, anafahamu ya kwamba katika dunia tuna matatizo mbalimbali katika dunia hii. Kwa mfano, tuna matatizo ya afya. Kila mahali watu wanasema kwamba mtu wangu ni mgonjwa, ama mimi ni mgonjwa, niombee. Haya ni maswali ambao watu wanataka waombewe. Hakika angalia kila mahali, kila familia hakika
lazima upate kama tuna mgonjwa pale. Ndio sababu Yesu Kristo akakuja hapa duniani. Kama tuna kazi Yesu alifanya kubwa katika dunia hii, ni swali hili la maombi ya afya. Hali ya afya ilikuwa imedhororoka ama imeharibika. Watu wengi walikuwa wagonjwa. Watu wengi walikuwa na matatizo ya afya, kama si yeye ama familia yake ama mtoto wake ama bwanake. Watu wengi walikuwa na matatizo ya afya. Na hata saa hii pia jambo hilo bado linatendeka tu. Afya imezorota. Watu wengi afya zao zimeenda. Afya ziko. Ndio sababu mpendwa, na kuletea Mungu mwenye afya. Mungu ambao anaitwa Mungu ambao anaponya. Mungu mwenye ulinzi anaitwa Jehova Rafa, ambao na uwezo wa kuponya wewe. Naomba kwamba amini Yesu anaponya watu. Anaponya watu spiritually, anaponya watu physically, anaponya watu emotionally, anaponya watu hata hali yote ile, na hata mahitaji ya afya yeye pia anapeana. So Mungu wetu anasema kwamba hakika zidi kuwa pamoja na zidi kumtegemea, kwa sababu yeye ndio Mungu ambao ako na jibu la afya. So kama uko na swali lolote ya afya, Mungu wetu ako na jibu ya kwamba yeye anaponya magonjwa yote. Yeye anaponya na anashauri hata jinsi ya kupokea uzima. Anasema kwamba tumtegemee yeye, kwa sababu yeye ndio Mungu ambaye anaponya watu katika magonjwa zao. Hiyo pia inahitajika watumishi wa Mungu watulize watu. Kama mtu ni mgonjwa, naomba kwamba waamini katika jina la Yesu Kristo. Baada hapa tutaomba. Najua kwamba masuala haya yote Mungu atasababisha tupokee uponyaji. So Mungu anasema kwamba tuwatulize watu ya kwamba yeye ana uwezo wa kuwaponya magonjwa zao. Kama tuna mtu akona ugonjwa, Yesu Kristo ambaye amezaliwa ya kwamba hakika ili atukufie msalabani, katika kupiga kwake magonjwa zote, vidonda vyetu viliponywa. So tunapomwamini Yesu Kristo, swala hii ya magonjwa, hakika yeye ako na jibu. Swala namba 2 ama jambo namba 2 ambalo linasumbua watu ni hali ya guidance and wisdom. Ya kwamba watu wengi, kwa sababu Danieli akanena akasema ya kwamba katika siku za mwisho hali hii ya guidance and wisdom itapotea. Wengi watapotea ufahamu wao, hekima itapotea. Hekima ambayo itaongezeka ni hekima ambayo isaidie watu. Hekima ya dunia hii ambayo haina nguvu yoyote ile. Lakini hekima ambayo inaleta uponyaji, ambayo inafanya watu wanaelewa, ambayo inaleta umoja, ambayo inaleta nguvu, itakuwa imepotea. Wengi watashangaa ni wapi ambao ni mhubiri gani ambao atatuhubiria sisi. Na hii imesababisha watu wengi kupotea njia, kwa sababu wahubiri wengi wamejitokeza wanadanganya watu. Hakika Mungu wetu anasema kwamba tuwaeleze ya kwamba yeye ndiye the true wisdom. Kristo ndio the true guidance. Kristo ndio mwenye nguvu, ndio mwenye mamlaka ya kupeana, na yeyote ambao ana seek direction for any decision, Mungu wetu anasema kwamba yeye ndio njia. Yeye ndio kimuelewa. Yeye ndiye anahitaji. The will of God ni ya kwamba tufahamu ukweli. Tufahamu ya kwamba yeye ndiye mlinzi wetu. Yeye ndiye mshauri wetu. Yeye ndiye anatuombea mema. Yeye ndiye anatuhitaji tumutegemee, kwa sababu yeye ndiye mwenye wisdom yote ambayo tunahitaji. So swali hii pia linasumbua watu sana, ya kwamba ni mtu gani ambao wanaweza kuwaeleza. Na hapo inakuja paka mahali panaitwa counseling. Siku hizi hata tuna watu ambao wanasomea mambo ya counseling, kwa sababu watu wanahitaji ushauri. Kwa sababu tabu ni nyingi. Hata ndio utibiwe, kwanza unaenda mahali unafanywa counseling. Hata ndio siku hizi uanze kwa maendeleo, ukienda kwa bank ndio upewe loan, kwanza unashauriwa jinsi ya kutumia pesa hizo. Siku hizi hata mtu ambao anataka kujenga, tuna watu ambao wamesoma tu kwa ushauri wa ujenzi. Watu wanahitaji masuala haya yajibiwe. Na Yesu Kristo anasema kwamba yeye ndio jibu la kila kitu. Kama ni ushauri, yeye ndio mshauri wa ajabu. Mshauri mwenye anapendeza. Mshauri ambao hataki malipo, anataka tu ujinyenyekee na pia umuelezee masuala lako. Jambo la 3. Watu wengi kwa sababu ya uchumi kudhororeka, ndoa kuharibika na masuala kama hayo yamefanya nguvu za wengi zimedidimia. Watu siku hizi hawana kile kitu kinaitwa strength and courage. Watu hawana ile courage ya kusimama na neno la Kristo. Watu hawana courage ya kutenda jambo. Kila kitu, mioyo za watu zimekufa. Watu wanaona kwamba hakika hapa hakuna sababu, hakuna haja.
Kama mtu ameambiwa ako na kansa, anaona sasa mimi hapa ni kukufa tu. Lakini Kristo anasema kwamba yeye ana uwezo wa kuponya hata kansa yako. Yeye ana uwezo wa kumaliza umaskini yako. Yeye ana uwezo wa kukupatia hata doo ama pesa ya kutimiza mahitaji ya school fees ama karo ya watoto wako. Mungu wetu anasema kwamba yeye ndiye nguvu, yeye ndiye uwezo ambao utafanya sisi itafanya sisi tupate nguvu ya kutekeleza wajibu ambaye ametupatia. So usiogope mpendwa, kwa sababu dunia hii imejaa mambo mengi, lakini Mungu anasema hivi, atatupatia uwezo na nguvu ya kutekeleza majukumu yetu. Na pia katika temptation atatupatia nguvu ya kutokea. Katika challenges ambayo tunapitia, pia Mungu ako. Katika our daily task, kila siku pia tuna majukumu. Pengine unashindwa, nitafanya nini leo? Ni vipi nitafanya kazi hii? Ni vipi nitajibu mdozi hii? Ni vipi? Haya yote Yesu anasema kwamba unapomtegemea, kwa hakika atajibu swali hilo. Jambo lingine ambao pia watu wanauliza waombewe ni jambo la protection. Kwa sababu ya security imekosekana, uhalifu umeongezeka, security pia imetoweka. Ndio sababu hata katika dunia hii kila mahali unasikia wezi wameingia, wezi wameiba pesa zetu, sijui nini, nyumba zetu, hata siku hizo mpaka familia. Bwana ana amani na bibi yake, bibi ana amani na bwanake, watoto hawana amani na wazazi wao, na hata wazazi siku hizi hawana amani na watoto wao, kwa sababu hata watoto pia siku hizi wanaua wazazi wao. So hii swali la protection pia watu wanahitaji. Ndio sababu hata wengine wameweka ma CCTV, wengine wameweka maaskari kwa magate, wengine wamefanya mambo mengi. Lakini Mungu wetu amesema kwamba unapoweka walinzi bila kuweka Yesu kwanza, tunafanya kazi ya bure. Hiyo ni Zaburi. Anasema kwamba hata walinzi wanapokesha bila Yesu Kristo wanafanya kazi bure. Ndio sababu lazima tumtegemee Yesu Kristo, ndio ulinzi, ndio chochote ambao tunapokifanya kikuwe protected. Ndio kuwe protected, tutegemea Yesu Kristo, tegemea Mungu ambao nakuambia leo hii, wacha dhambi, wacha uovu, tegemea Yesu Kristo na ulinzi Mungu atapeana. Mungu ndiye mlinzi wetu, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba Mungu analinda watu wake. Hakika Mungu analinda. Mungu analinda taifa ambao linamtegemea Yesu. Mungu analinda taifa ambao linamtegemea Mungu. Mungu analinda taifa ambao linamtegemea. Mungu analinda kampuni ambayo inategemea Mungu. Mungu analinda kila kitu ambacho kinategemea Mungu. Kumbuka wanyama wanamtegemea Mungu, Mungu anawalinda. Kumbuka bahari zinamtegemea Mungu, anazilinda. Kila kitu Mungu ako tayari kulinda kila jambo na kulinda kila tatizo. Jambo lingine ambao swali lingine ambao pia ni swali ngumu sana, ni swala hii linaitwa forgiveness and purity. Watu wengi jambo la msamaha limekuwa changamoto kwao. Watu wanashindwa, mtu amekukosea, unasinda ni vipi nitamsamea huyo mtu? Ama ni vipi nitamface nimuombe msamaha? Haya mambo imekuwa swali kubwa sana kwa Wakristo. Imekuwa swali kubwa sana hata kwa Waislamu, hata kwa Wabudha, hata kwa Wahindi. Watu wengi ambao wanaitwa mwanadamu. Swala la forgiveness and purity. Swala la forgiveness and purity imekuwa swali ngumu sana, na jibu imekosekana kupatikana kwa wale ambao hawaamini ya kwamba unaweza samea mtu. Tuna wale wanaona kwamba msamaha iko, wanaona kana kwamba msamaha ni historia tu. Ni vipi utasamea mtu ambaye ameua mtoto wako? Ni vipi utasamea mtu ambaye amekunyang'anya bwana wako? Ni vipi utasamea ule mtu amekuwekea vitina? Ni vipi hii swala? Na Yesu akasema katika Mathayo chapter 6, anasema kwamba mnapoomba katika ombi ile sala la Bwana, inasema kwamba tusamee wadeni wetu jinsi Yesu Kristo anavyotusamea. So swali hili shetani ameweka kuwa swali ngumu ili wanadamu wasisamehewe. Kwa sababu Mungu anasema kwamba ndio tusamehewe, lazima nasi pia tusamehe wengine. Ndio sababu swali hili la msamaha limekuwa swali kubwa. Watu wanajiuliza kila mahali duniani popote ya kwamba ni vipi nitasamea huyu? Ni vipi nitasamea huyu na huyu na huyu? Msamaha imekuwa swala ngumu, lakini katika Yesu Kristo, yeye ndiye aliyetusamea makosa yetu sisi wote. Anasema kwamba tunapomtegemea pia atatupatia roho ya kusamea wengine. Atatupatia uwezo na maarifa ya kusamea wengine. So swali la msamaha limekuwa swala mzito sana. Wengi wanauliza kuhusu msamaha ya dhambi, wengi wanauliza kuhusu utakatifu.
ya kwamba kwa nini utakatifu na msamaha vimeunganishwa, ya kwamba dhambi ilipoingia ilileta mambo mengi, ilileta paka mambo ya msamaha ukapotea, na msamaha ulikuja kwa sababu ya dhambi. So wakati unapoomba msamaha, dhambi inatoka, na dhambi inapotoka utakatifu unaingia. So wakati tunaposamehana, hakika utakatifu unafanya nini? Utakatifu unapata chanzo ya kuingia katika maishani mwetu. So the purity come wakati ambapo tunasamehana makosa yetu. So mpendwa, Yesu Kristo atakusamea, na amesema kwamba jinsi mlisamehewa katika msalabani, nasi pia tumeambiwa kwamba tusamehe wakosaji wetu. Swali lingine ambalo linasumbua watu zaidi ni mambo ya kukua katika kiroho. Watu siku hizi wanasumbuliwa sana na swali hili, na anasema hivi ya kwamba katika hali hii wengi wanajiuliza, ni vipi nitajenga imani yangu? Ni vipi nitajenga upendo wangu na Mungu wangu? Ni vipi nitapenda wengine? Ni vipi nitakuwa na uhusiano ambao unaambatana na mahitaji na will of God? Ni vipi? Haya maswali ama hili swali la spiritual growth pia imekuwa swali kubwa sana katika wanadamu katika ulimwengu huu. Wengi wanasumbuliwa jinsi ya kukua kiroho kwa sababu wakijaribu wanaanguka. Yesu akasema kwamba katika Yesu Kristo inawezekana mtu kukua mtakatifu. Na utakatifu unakuja katika mtu anapokuwa na imani. By the grace we were saved. So katika imani ndio utakatifu inawezekana. Kama hakuna imani, utakatifu iwezekani. Mpendwa, tuamini Mungu wetu kwa sababu yeye ndiye anayetuwezesha tugrow katika hali ya kiroho. Na katika hali hii tunagrow wakati ambapo tunajua jinsi ya kuomba mambo ya afya, jinsi ya wisdom, jinsi ya kuwa na strength, kupata strength, jinsi ya kuwa protected, jinsi ya kupokea na jinsi ya kupeana msamaha. Hii inatuweka katika hali ya kujua kwamba tunakaa katika kiroho. Katika dunia hii, maisha yote ambayo tunayaishi, nilifahamu kwamba maisha tunaishi maisha ya kiroho. Katika ulimwengu tunaishi huu ni ulimwengu wa kiroho. Hii ndio jambo pia watu hawafahamu. Watu wanaona kwamba tunaishi maisha ya kawaida. Maisha yote ambayo tunaishi yanaanza na mambo ya kiroho, ndio yanakuja mambo ya kawaida. So hali hii ya kiroho imesumbua watu sana. Mpendwa, na Yesu akasema kwamba alipokuwa na yule mwanamke katika John chapter 4 ya kwamba wale ambao watakao muabudu Mungu watamwabudu katika kweli na katika roho. So tumtegemee Yesu Kristo ili atuweke tuishi katika roho, ili tumwabudu katika roho, na hii ndio swala ambalo limejibiwa katika hayo. Tumtegemee yeye kwa sababu Mungu mwenyewe ni roho. Na tunapomkubali, roho ina uwezo wa kuingia ndani yetu, na pia roho itatufundisha jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Swali lingine ambalo pia limechangia maswali mengi katika mtandao, katika makanisa, katika mafamilia, katika makampuni, hata katika barabarani, hata katika vyombo vya habari, siku hizi kila mahali unasikia mambo ya ndoa, marriage and friends. Marriage pia imekuwa swali kubwa sana katika ulimwengu huu ambao tunayoishi. Wengi wanashindwa kuelewa ni vipi ndoa yangu itasimama. Hata wengine siku hizi wameenda kusema kabisa kwamba siku hizi hakuna ndoa. Hakuna haja ya ndoa. Ndoa hakuna ndoa takatifu. Kumaanisha watu, swali hili imesababisha watu wanaita Mungu muongo. Sababu Mungu ndiye aliyeumba na akaweka ndoa ikuwe takatifu, na kuumba bwana na mke ili waishi pamoja na waishi milele. Shetani hajafurahia mpaka wakati huu, bado anavuruga ndoa za watu. Na swali hii kila watu wanajiuliza, je, kwa nini ndoa yangu naenda hivi? Kwa nini ndoa yangu inaharibika? Kwa nini hii inafanyika? Mungu wetu ni mshauri wa ajabu. Anasema hivi, Mungu wetu yeye ndio mwanzilishi wa ndoa na ndiye atakayekamilisha swali hili. Tumtegemee Yesu Kristo hata kama inavurugana kiasi gani. Ndoa isikufanye umuache Mungu muumba, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa hiyo. So jambo lolote ambalo linahusiana na ndoa, muulize Mungu. Yeye ndiye ana uwezo wa kusababisha ndoa yako isimame. Yeye ndiye ana uwezo wa kusababisha ndoa yako isimame vizuri, na watoto wako wakue, na marafiki pia wakue pamoja, kwa sababu ndoa ndio inaleta familia. Ndoa ndio inasababisha tunakuwa na jamii nzuri. Ndoa inapokuwa ndio inasababisha hata taifa tunakuwa na wanadamu, kwa sababu dunia hii inajaa kwa sababu ya ndoa. So naomba kwamba tumtegemee Mungu, yeye ndio mwanzilishi wa ndoa. Na nasema kwamba
Katika Mathayo 11:69 mpaka 30 anasema kwamba wale wote ambao wamebeba na mizigo mizito, anasema kwamba tumwekee. Yeye ndiye Mungu ana uwezo wa kutatua matatizo zetu za ndoa. So tumtegemee Mungu. Wengi wana maswali ya ndoa, so wengi wanahitaji waombewe. Tutaomba kwa swali hilo pia. Jambo lingine ambao linasababisha pia watu wengi wanavurugika katika maisha haya ni jambo la leadership. Siku hizi watu wengi wanajiuliza, ni nani kiongozi wetu? Hakuna kiongozi mzuri dunia hii. Kwa hakika haiwezi kuwa hivyo. Mungu wetu Yesu Kristo ndiyo kiongozi wetu. Na Mungu anasema hivi, tunapomtegemea hata atatupatia viongozi ambao ni wazuri kwetu. Mimi bado naamini katika dunia hii, hata hapa Kenya, hata makanisa zetu, hata misikiti, kwa hakika kama unakubaliana na mimi, tuna viongozi wazuri wako. Na Mungu amesema kwamba swali hili linategemea jinsi sisi tunaona watu. Uongozi unapatikana wakati wewe mwenyewe umekuwa kiongozi. Unapokuwa kiongozi mzuri, hakika Mungu pia atatubariki na viongozi wazuri. Na hata kama tutakuwa na viongozi wabaya, hakika hao viongozi wabaya hawatasababisha watu wazuri waone mabaya. Bado watu wazuri watakuwa tu, na bado watu wazuri bado watakuwa pale. So hata kama tuna kiongozi mbaya ambao unaona yenyewe huyo sio mzuri, lakini Mungu anasema kwamba tumtegemee yeye. Yeye ndio kiongozi wetu katika maisha yetu yote. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo hata wa kufanya wewe upone. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo wa kusaidia ndoa yako isimame. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo wa kukushauri ushauri ambao unapatikana katika maandiko matakatifu. Yeye ndio kiongozi ambao ana uwezo wa kupatia afya wewe. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo wa kupatia strength and guidance. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo wa kusamea makosa yako yote. Yeye ndio kiongozi, ana uwezo wa kupatia amani. Yeye ndio kiongozi wa kushauri na kusimamisha ndoa zetu zikuwe sawa sawa. So hata kama dunia ina viongozi ambao si wazuri, lakini leo hii na kushauri mpendwa, tumtegemee Yesu Kristo. Yeye ndio kiongozi wetu wa maisha yetu. Swala la mwisho ambao pia watu wanajiuliza ama watu wanasema waombewe, the prayer request number 10, ni ya kwamba watu wengi wanaomba waombewe kuhusu mibaraka. Watu wanaomba wabarikiwe. Watu wanaomba wainuliwe. Watu wanaomba waombewe biashara zao. Watu wanaomba waombewe familia zao. Watu wanaomba kwamba familia zao ibarikiwe, watoto wao, wabwana zao, mabibi zao, biashara zao, hata kazi zao, hata serikali wanaomba mibaraka. So swali hili la mibaraka pia Mungu ako na jibu ya kwamba mibaraka zote za wanadamu zinakuja kwa mkono wa Bwana. Mungu wetu ndiye anayebariki watu na anabariki wale ambao wanahitaji kubarikiwa, kwa sababu amesema kwamba sisi wote ni watoto wake, na tunapomtegemea hakika atatubariki na mibaraka zote. Anabariki watu na mibaraka za afya, anabariki na mibaraka za ulinzi na ulinzi pamoja na hekima, anabariki watu na mibaraka za nguvu na courage, anabariki watu na mibaraka za protection, anabariki watu na mibaraka za forgiveness. By the way, forgiveness ni mibaraka by the way. Tuna wengi ambao hawajui kusamea. Ukijikuta kwamba unasamea watu, hiyo ni mibaraka, kwa sababu inamaanisha kwamba wewe ni mtakatifu na Mungu wetu ataandika jina lako katika kitabu cha uzima. Kwa sababu mibaraka za forgiveness shetani ameharibu. Lakini tunapomtegemea Yesu Kristo, atatupatia roho ya kusamea wenzetu. Sio Mungu wetu anatupatia mibaraka za ulinzi na pia mibaraka za amani. Mungu pia ndiye anayepeana amani. Na amani ya Yesu Kristo ifanana na amani ya dunia hii. Mungu anapeana amani kuanzia roho zetu mpaka nje. So yeye pia ni kiongozi, anapeana mibaraka za amani. Yesu Kristo pia anapeana mibaraka za kukua. Kama unataka kukua katika kiroho, katika maisha haya, katika maendeleo ya familia yako, Mungu pia anapeana mibaraka za kiroho. Pia Mungu anapeana mibaraka za familia. Familia ambayo inamtegemea Yesu Kristo, hakika familia hii imebarikiwa. Nitabarikiwa milele na milele. Pia Mungu wetu, yeye ndiye anayepeana uongozi wazuri. So Mungu wetu anapeana uongozi ambao unahitajika katika dunia hii. So tumtegemee yeye. So kwa jumla tunasema hivi, waje turudie ile swali letu ama somo letu ya Isaiah chapter 40 verse 1 to 2. Inasema hivi, watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu,
kuambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Haya mambo yote tumeongea mpendwa, tukimtegemea Yesu Kristo, hakika vita vyetu vitakuwa vimeisha, na tutakuwa tunaishi maisha ambayo yanampendeza Bwana. Tutakuwa tunaishi maisha ambayo pia yanakuwa sawa kati yetu na mandugu zetu. Kwa hakika Yesu Kristo anasema kwamba tumtegemee yeye, kwa sababu leo hii dhambi zetu tumesamehewa, na pia tumepokea kwa mkono wa Bwana utakatifu. Ndio sababu leo hii mtulizaji mkuu anapatikana katika Isaya. Katika dunia hii leo hii, katika ulimwenguni mzima wanasherehekea siku inaitwa Christmas. Na sitasahau na sitamaliza hotuba yangu hii bila kuzungumzia swala hilo. Na swali hilo linaunganishwa na these 10 prayer requests, ya kwamba Mungu wetu anasema kwamba ametupatia mwana. Katika Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 6 inasema hivi: maana kwa ajili yetu wanadamu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake. Jina la mtoto ambao amezaliwa huyu Yesu Kristo, jina lake anaitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huyu ndiye Kristo wa msalaba. Huyu ndio Yesu Kristo aliyosulubishwa msalabani. Huyu ndiye Yesu ambao ulimwengu wanasherekea bila kujua. Yeye ndiye aliyeandikwa hapa katika Isaiah chapter 9 verse 6, ya kwamba yeye ndiyo mshauri wa ajabu. Kama unahitaji mshauri wa kushauri katika maisha yako, kama unahitaji mshauri wa kushauri katika biashara zako, kama unahitaji mshauri wa kushauri katika ndoa yako, kama unahitaji mshauri wa kushauri katika familia yako, kama unahitaji mshauri wa kushauri katika ulinzi wako, kama unahitaji mshauri wa kushauri katika uongozi, hakika yeye ndio mshauri wa ajabu. Yeye ndio ako na uwezo wa kushauri, kwa sababu yeye kwanza ni mfalme, na sio mfalme tu, mfalme wa ajabu, mfalme wa milele. Na sio mfalme tu, pia Yesu Kristo anaitwa Mungu, Mungu mwenye nguvu. Na sio Mungu tu, anaitwa Baba. Inanipendeza sana ya kwamba tumepewa mwana katika jina anaitwa Yesu Kristo, ambao ni mfalme wa ajabu. Mpendwa, wakati huu naomba kwamba umtegemee Yesu Kristo, na maswali lako yote yatajibiwa. Hakuna swali ya mwanadamu anaweza uliza Mungu ambao alina jibu. Swali lolote liko na jibu. So nakuomba na kuuliza wakati huu, mtegemee Mungu, uliza Mungu maswali, na Mungu wetu ako tayari kujibu wewe. Mimi nimemalizia hapo. Nasema kwamba kama uko na swali, kama uko na jambo, naomba kwamba amini Yesu Kristo. Chukua maandiko yako matakatifu, chukua Biblia yako. Kama wewe ni Muislamu, chukua Quran, soma pale. Kama wewe ni Muhindi, tuna vitabu zenyu pale. Naomba kwamba kila mmoja wetu akuwe na ile moyo wa kujua. Fungua maandiko yako. Fungua maandiko haya ambao umepewa katika vitabu zenyu za kidini. Soma pale, rudia, soma. Kama uko na swali, uliza na utajibiwa. Na utajibiwa na utapata jibu la kila swali ambao umeuliza. Kama si hivyo mpendwa, naomba kwamba tuombe. Baba wetu, jina lako takatifu litukuzwe. Wewe ni Mungu mwema ambaye unabariki watu wako. Watu hawa wanakutazama kupitia mimi mtumishi wako. Kama tuna ule mtu ambao anataka